Kama kawaida mkuu, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa Mji wa Daudi. Hapa ni makazi ya watu wanaotafuta mawazo ya biashara, kujikwamua katika umasikini, elimu ya kifedha, pamoja na kuishi kwa amani kwenye mahusiano yetu. So ili kuwa mkazi wa hapa usisite kubonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele iliyo pembeni yake. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na makumi elfu ya wakazi wa hapa. Sasa tusipoteze muda, twende kazi. Katika Babeli ya kale wakati mmoja aliishi tajiri mmoja aliyeitwa Arkad. Alikuwa mkalimu anayetoa misaada sana, lakini hata hivyo kila mwaka utajiri wake uliongezeka kwa kasi zaidi kuliko alivyotumia. Marafiki zake walikuja kwake na kusema wewe Arkad, una bahati zaidi kuliko sisi. Umekuwa mtu tajiri zaidi katika Babeli, wakati sisi tunajitahidi kuishi. Tulisoma chini ya bwana mmoja na katika michezo hukutuzidi. Kanini sasa umefanikiwa kuliko sisi wakati tulikuwa sawa? Hapo Arkad alijibu kwa sauti ya utulivu ikiwa hamjapata zaidi ya kuishi tu, ni kwa sababu mmeshindwa kujifunza sheria inayoongoza ujenzi wa mali, au kama sivyo, basi hamzizingatii. Sehemu ya kwanza safari yake ya kutoka katika umasikini. Katika ujana wangu niliishi katika hema. Na niligundua utajiri ni nguvu. Mtu anaweza kufanya mambo mengi ambayo ndani yake kuna furaha na hisia ya kuridhika kwa nafsi. Na nilipotambua haya yote, niliamua mwenyewe kuwa ningedai sehemu yangu ya maisha. Nisingekuwa mwenye hema kujivika mavazi ya bei nafuu. Nisingeridhika na kula ya mtoto masikini. Nilipata kazi kama mwandishi katika ukumbi wa kumbukumbu, na masaa mengi nifanya kazi katika vidonge vya udongo. Wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi nilifanya kazi, lakini kwa mapato yangu sikuwa na kitu cha kuonyesha. Chakula na mavazi vilichukua mapato yangu yote. Lakini azimio langu halikuniacha. Nilipata oda kutoka kwa Algamishi. Aliporudi ilikuwa haijakamilika. Alikuwa na hasira, na kama ningekuwa mtumwa wake angenipiga. Lakini sikuogopa, nikamwambia wewe Algamish, wewe ni mtu tajiri sana. Niambie jinsi ulivyoweza kuwa tajiri, na usiku kucha nitachonga juu ya udongo, na jua likichomoza itakamilika. Alitabasamu na kuniambia wewe ni mjanja wa mbele, lakini tutaita biashara. Usiku huo wote nilichonga ingawa mgongo wangu uliniuma. Nilichonga hadi macho yangu yaliposhindwa. Asubuhi Algamish akaniambia kwa upole umetimiza sehemu ya biashara yetu mwanangu na niko tayari kutimiza yangu. Nitakwambia mambo haya unayotaka kujua kwa sababu ninakuwa mzee na ulimi wa zamani hupenda kutetemeka. Kisha akanitazama kwa busara na kusema kwa sauti ya chini yenye nguvu nilipata njia ya kupata utajiri nilipoamua kuwa sehemu ya yote niliyopata ilikuwa yangu ya kuweka. Ni hivyo tu? Niliuliza. Hiyo ilitosha kubadilisha moyo wa mchungaji kondoo kuwa moyo wa mkopeshaji pesa, alijibu. Lakini ninachopata ni cha kuweka tu, sivyo? Nilidai. Mbali na hilo alijibu. Humlipi mtengeneza nguo. Humlipi mtengeneza viatu. Je, unaweza kuishi Babeli bila kutumia? Una nini cha kuonyesha kwa mapato yako ya mwezi uliopita? Nini kwa mwaka? Mjinga. Unalipa kila mtu isipokuwa wewe mwenyewe. Unafanya kazi kwa ajili ya wengine. Ikiwa ungejiwekea 1/10 ya yote unayopata, ungekuwa na kiasi gani kwa miaka 10?
Ujuzi wangu wa nambari haukuniacha, nikajibu kadili ninavyopata kwa mwaka mmoja. Umesema, lakini nusu ya ukweli, alijibu. Kila kipande cha dhahabu unachookoa ni mtumwa wa kukufanyia kazi. Kila shaba unayopata ni mtoto wake ambaye pia anaweza kukuchuma. Ikiwa unataka kuwa tajiri, kila unachookoa lazima kipate kazi na watoto wake lazima wapate kazi, ili yote ya kusaidia kukupa wingi unaoutamani. Unafikiri ninakudanganya kwa kazi yako ya usiku mrefu, aliendelea. Lakini nimekulipa mara 1000 zaidi ikiwa una akili ya kufahamu ukweli ninaokupa. Utajiri ni kama mtue, hukua kutoka kwa mbegu ndogo. Shaba yako ya kwanza unayookoa ni mbegu ambayo mtu wako wa utajiri utakuwa. Kadiri unavyopanda mbegu hiyo ndio mti wako utakuwa haraka. Kwa uaminifu unalisha na kumwagilia mtu huo kwa akiba thabiti, ndio uwezavyo kufurahia baraka chini yake. Akahitimisha na kuchukua vidonge vyake na kuondoka. Je, nini kitafuata kati ya Arkad na Algamishi? Usikose kufuatilia sehemu ya pili. Hatua kwa hatua namna Arkad alivyokuja kuwa mtu tajiri zaidi Babeli. Kwa sasa subscribe, like na kushare na marafiki ili wao nao wapate kujifunza.